likujwalo likumalizi sawa, linakula kidogo kidogo We mshenzi Mshenzi mwenyewe. We ni mwanamke gani usiachika? Kila siku kusumbua ndoa yangu. Na shida gani wewe lakini? Ndoa? Hivyo unajua maana ya ndoa wewe? Unajua maana ya ndoa unaropoka? Mwanga mkubwa wewe. Umenimwagia nini? We usinipandishie sauti. Shusha sauti yako unapokuwa unaongea na mimi. Hivi kwa kuniangalia mimi na wewe nani mwanga? Mimi naweza kuwa mwanga? Wewe ndio mchawi, wewe ndio mwanga. Jiangalie. Kitu ambacho nimekigundua kutoka kwako binti, kwenu mnaziki sana. Yaani nyinyi mnaonekana mmetoka kwenye familia ya kimaskini. Kwa hiyo baada ya kuona nyumba na vyakula vilivyojaa mule ndani, ukadadarika, umenitoa. Sasa kilichokufanya unifuate kwangu ni kitu gani? Sikia nikwambie, hapa upo kwenye himaya yangu. Nina uwezo wa kukudumbukiza kisimani na hamna mtu yote atakayejua. Sikiliza, wewe ndo unaziki. Ndio maana kutwa kucha unahangaika kuja kumchukua mume wangu. Lakini nikwambie msichana, hautofanikiwa. Yule sio mwanaume wako tena, yule ni mwanaume wangu mimi. Ndio ishakushinda. Unang'ang'ania nini? Mbona wanaume wapo wengi wewe? Chukua hata bodaboda bwana. Hivyo unajua ndoa wewe? Sasa tutakuja kuona kati yangu mimi na wewe nani ni mke wa halali. Usione na kuachia ukataka kunipanda kichwani msichana. Kaa mbali na mimi, nitakuharibu. Wewe uchai wako peleka huko. Unakuja tu hapa na wanga wako. Unapokuwa unazungumza na mimi njoo taratibu, nitakuharibu. Unaona huruma mimi nitakuharibu nakwambia. Niharibu uone, yani unavyotaka na mimi nataka hivyo hivyo. We mtoto, usimfokee mamangu. Hivi mtoto una adabu kweli? Shini. Tena ishia hapo hapo. Zawa kwako ndo mnyoshie kidole, sio mtoto wangu. Toka. Mama tumpige huyu. Vipi muumia? Pole. Mama yule simpendi. Basi mwanangu, atakuja tena nyumbani kwetu sawa? Baba. 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 Kaka. Hivi unalichukuliaje hili swala? Kuhusu nini? Kuhusiana na mama Amanda. Naona umekaa kimya tu ndugu yangu yani. Hivi Maliki, natakiwa kuzungumza mara ngapi ili uweze kunielewa kama sihitaji kabisa uweze kuzungumzia masuala yangu ya kifamilia? Mimi sikuingilii familia yako kaka. Bali natetea kuhusiana na shemeji yangu mama Amanda. Hivi ndugu yangu, huyu mwanamke amekupa nini wewe? Mbona hutaki kunielewa ndugu yangu? Haya mambo yaache kama yalivyo. Uwezi kunielewa na hutokuja kunielewa. Kwa hiyo shemeji. Kumbe upo. Unamchekeana? Hivi wewe, mwanaume mzima, mwenye akili zako timamu, umetoka ulipotoka, unakuja kwenye nyumba za watu kuleta umbea. Hiyo miguu yako inakuwasha? Alafu na wewe Twizi, marafiki wapumbavu kama hao, wewe wakazi gani? Mbona unashangaa? Sikiliza nikwambie kijana. Sihitaji kuona kwenye nyumba yangu. Sio kama unanielewa. Na wewe Twizi, ili alijiaisha. Tutalizungumza. Kaka, ina maana umeshindwa hata kunitetea? Yaani hapa ndo naamini kuna kitu hakiko sawa ndugu yangu. Huyu mwanamke
sio mtu mzuri kwako. Kama unataka kunielewa ndugu yangu, sawa? Yaani ndio unaondoka? Babe. Anakuja. Sawa, niachie mimi tu. Habari shemeji. Mna shida gani? Semeni shida yenu haraka haraka. Ninahitaji kuondoka. Na kama mmekuja kunikopa hela, sina hata 100. Shemeji, mimi nimekuja nataka tuzungumze kidogo. Ndugu yangu huyu kuna jambo alinishirikisha. Sasa shemeji, unajua sisi ni wanaume, ni wapambanaji kiukweli. Umeona na si kwamba tuzipendi familia zetu, hapana. Ila sometimes tunakuwa tunapambana kwenye zile harakati zetu tunakosa. Umeona? Kwa mimi nilichokuwa naomba mvumilie ndugu yangu kwa kipindi hiki, sisi tunapambana. Na kiukweli kuna mchakato mmoja hivi tunausikilizia, mambo yakishakuwa sawa tu, kila kitu shemeji kitakuwa sawa. Kwa ule ugogoro ambao ananiambia anajisikia vibaya, na bwana mimi nampenda mke wangu lakini hanielewi, kipato changu ni kidogo kwa sababu niko pale na nini. Kwa shemeji, mimi nimekuja kukuelewesha kwamba kila kitu kitakuwa sawa. Kwa hiyo nilikuwa ninaomba umvumilie ndugu yangu kwa kipindi hiki, mambo yataenda tu kuwa mazuri shemeji. Mimi naamini nyinyi mnapendana sana. Sasa hii hali ya mpito hii ya jua kali, uchumi, usiwafanye mkatoka kwenye reli labda mkagombana au vipi. Umeelewa? Si hicho ndio ambacho mimi kimenifanya nije hapa tuzungumze shemeji. Ni kweli mke wangu anachozungumza nje. Mimi nakupenda sana mke wangu, na ndio maana nikamwona nimlete uzungumza naye. Wewe unaweza kumuelewa. Na kitu kingine mke wangu, sio kama napenda hii hali. Na elimu sio kama sina mke wangu. Ishu kazi nimekuwa ni ngumu sana kupata mtaani huko. Naomba nivumilie mke wangu. Ni kweli kabisa shemeji, na kwa bahati nzuri mume wako anaweza kufanya kazi yoyote ile. Unajua, hata kama kwa kuwa la rangi yake nyeupe kijukuu cha mtume, lakini kazi yoyote yuko tayari kufanya. Kuna wakati tunabeba tofali shemeji, tunabeba mchanga Kwa hiyo mambo tu ataenda kuwa sawa, mvumilie. Mimi sipendi anapokuja kunalalamikia hivi kwamba bwana mke wangu leo imekuwa hivi. Huaga ninaumia sana. Kwa ndio maana nikasema nije shemeji, umvumilie tu mume. Kila kitu kitakuwa sawa. Mshamaliza kuongea? Kwa hiyo wewe Remi, pesa una lakini umbea tu umekuja. Unatoa maneno humu ndani, unapeleka nje ili nionekane mimi ninakunyanyasa, si ndio? Hakika wewe kwenye wanaume suruali umevuka kabisa. Tena ni mwanaume kipenzi. Chini ubani, juu polepweti. Sasa kama unaona ninakunyanyasa, ingia ndani, beba virago vyako na uweze kuondoka. Kimya. Nipisheni hapa tena, mnanijazia nzi. Hamkutumwa na nyinyi msio na nyumba za urithi. Nikabwela, usinilipe maumivu, kisa sina hela. Maisha ni hatua na zetu mimi nawe, baby unazijua. Usiniungize chonde, tuzidishe hatua kwa manani. Kesho yetu naijua. Karibu sana shemeji. Asante shemeji. Japo lamani ulionipa iliniwia vigumu sana, hatimaye nimefika. Pole sana kwa changamoto shemeji yangu. Na haya ndo makazi yetu mapya. Tuna wiki ya 3 sasa hivi. Nafahamu shemeji, lakini ujio wangu nimekuja tuzungumze jambo. Sawa, hamna shida, tuzungumze tu. Hivi shemeji, ni jambo gani hasa limefanya wewe na Twizy mtengane? Wala hata kuna jambo lolote. Tulikuwa tunapendana sana na Twizy. Nadhani unafahamu hilo. Lakini cha ajabu alinifukuza kwa kosa la mlinzi. Tena hakutaka kusikia chochote kutoka kwangu. Badala yake alinifukuza mimi pamoja na mtoto. Pole sana shemeji.
Lakini kwa nini usirudi nyumbani wakati utaratibu mwingine unafanyika? Shemeji, kama unavyofahamu, wazazi wangu hawakutaka kabisa mimi niolewe na Twizy. Lakini mimi niling'ang'ana, nikachagua kuwa naye kwa sababu nampenda sana. Lakini licha ya kuchagua kwa upande wa Twizy, nikagombana mpaka na familia yangu, yote kwa sababu yake. Ameishia kunifukuza mimi na mtoto wangu. Yaani hakujali vitu vyote ambavyo tulifanya mwanzo, wala hakujali nilijitoa kiasi gani, ili mradi tu niwe na yeye, mtu ambaye nilitegemea nitakuwa naye kwenye hali yoyote ile ya maisha. Angalia alichonifanyia. Amenitelekeza mimi na mtoto wangu. Wazazi wangu hataki kusikia chochote kuhusu hili swala. Pole sana shemeji. Ila hata hivyo mimi nimetoka kwake. Lakini naona kabisa kuna kitu hakiko sawa. Haswa yule mwanamke aliyomchukua. Kwa hiyo lazima tuweke ile jambo sawa. Vipi kwa upande wako wewe, unalionaje? Kiukweli sijui cha kufanya. Yaani hapa nilipo na kusikiliza wewe. Kwa sababu hata mimi mwenyewe muda mwingine Twizy simuelewi kabisa. Yaani kuna muda kama anakuwa mzima, kuna muda ananikumbuka, kuna muda hatukumbuki kabisa. Yaani kama akili zinakuwa zinaingia na kutoka. Hapa kwenye unapoona tunaishi kutegemea misaada ya watu. Mtu akija amekupa unga kilo 1 unapika na kula na mtoto. Yaani maisha yangu yamekuwa ya taabu sana. Sikuwahi kufikiria kama unapitia maisha magumu kiasi hiko shemeji. Na vipi Amanda, yuko wapi? Amanda yuko anacheza na wenzie. Okay. Sasa naomba tufanye jambo. Kuhusu mazingira unayoishi, mimi nitaweka sawa. Lakini kwa sasa tujadili kuhusu hatima yako wewe na Twizy. Mpaka tujue shida nini mpaka imefanya mmeachana. Itakuwa umenisaidia pakubwa sana shemeji. Kwa sababu nampenda sana mume wangu. Sana. Basi usijali. Ila kesho naelekea kwa babu. Kwa hiyo nitakupitia ili tuelekee tukajue chanzo cha kuachana wewe na Twizy. Sawa, hamna shida kuhusu hilo. Mimi nitakuwa nakusubiri wewe tu hapa shemu. Basi usijali. Ngoja nikutumie kiasi kidogo kitakusaidia siku 2-3. Nitakushukuru sana shemeji. Usijali shemeji, tuko pamoja. Kabwela, usinilipe maumivu, kisa sina hela. Maisha ni hatua na zetu mimi nawe, baby unazijua. Usiniungize chonde, tuzidishe dua. Unajua ndugu yangu Remi, kwa sasa unatakiwa uwe mvumilivu. Kwa sababu bila uvumilivu ili jambo kwako litakuwa ni gumu sana. Kwa sababu kiukweli kabisa, bila kupepesa macho, pale wewe mwanamke huna. Ila umemuoa mwanamke mwenye jinsia tu ya kike, ila ana matendo yote ya kishetani. Unajua mwanamke sahihi ni yule anayeweza kumvumilia mumewe na kuwa na kaba mbele za watu wanapokuja wageni, hata kama mna mapungufu kiasi gani, lakini asingeweza kuzungumza maneno yale. Pale amekukashifu, yani kwa kifupi amekuvua nguo. Sisi tumekwenda pale kwa mapenzi tu. Lengo atuone kwamba sisi bado tunahitaji uvumilivu wake. Lakini ona sasa, ni mineno gani sasa alotoa ile? Kusema kweli, hayo ndio maisha ambayo mimi napitia kila siku. Na hizo ndio changamoto ambazo shemeji yako anazo. Na sina namna kwa sababu sasa hivi pesa sina. Unafikiri nitaenda wapi? Ndugu yangu una kipaji. Una kipaji kizito sana. Mimi binafsi siliwezi hilo. Jambo kama lile, siliwezi. Yaani wewe hapo tukikwambia uishi na nyoka nyumba moja, uwezo huo unao. Uwezo huo unao. Kwa lile janga, uwezo ule unao. Sasa mimi nisikilize nikwambie kwa umakini. Hapa kuna mambo mawili tu. Jambo la kwanza, upulize ili iwake au upulize ili izime. Sasa hapo utachagua wewe. Yaani nikimaanisha kwamba umvumilie mkeo mpaka hapo utakapopata pesa, kitu ambacho wewe hujui unapata lini.
au umuache mke wako utafute mwanamke mwingine mstaarabu ili akuvumilie kwenye shida na raha, ili upate utulivu wa akili. Sasa kama vile ndugu yangu, unapataje utulivu wa akili wewe? Hata ukipata kazi kesho ndugu yangu, hivi kuna kazi ukienda leo unapewa mshahara? Hivi utafanya kazi kweli kweli? Ndani moto, kwa bosi moto. Hivi ndugu yangu utakuwa mgeni wa nani? Wewe ninakuuliza wewe Remi, utakuwa mgeni wa nani? Kama mwanamke amenyoosha mdomo wake juu kukujibu wewe na kunijibu mimi, kunichamba mtoto wa kiume kama vile nimedhalilika leo. Yaani Remi, leo nimedhalilika, haijawahi kutokea. Kitu ambacho nakifanya mimi ni uvumilivu tu. Lakini kama ningekuwa sawa, siwezi kuishi na yule mwanamke kabisa. Kwa unataka ujipate, ujipate ndio utafute mwanamke sahihi. Mwanamke sahihi anapimwa kipindi hiki ndugu yangu Remi. Yaani hapa ndio unatakiwa umjue mwanamke mzuri yupi, mbaya yupi. Na unataka uzishike mshiko ndio ujue huyu mwanamke sahihi. Ndugu yangu, watakuchuna, watakutumia. Umeelewa sio? Lakini kwa namna ambavyo umezungumza hapa ndugu yangu, kwa namna ambavyo nimekusikia, wewe bwana unampenda sana yule mwanamke. Sasa sisi kuna wakati mashemeji tunaonekanaga vielele, tukianza kutoa ushauri mwingi. Sasa mimi naomba nikwambie jambo moja. Mvumilie mkeo. Amekugalagaza, haya. Amekutukana, sawa. Amekusiuka kupiga kwenye ukuta, haya. Yaani lengo tu wewe ukae uvumilie. Kwa hiyo kwa sababu umechagua kuvumilia, kaka nakuomba vumilia mpaka kifo chako. Yaani vumilia. Atabadilika labda siku moja, atabadilika. Haya kweli atabadilika. Si ndio mnavyojidanganya? Atabadilika. Upate UTI na gonoria. Usimtafute. Maliki, huyu rafiki yako na matatizo makubwa sana, tofauti na hilo mliolifuata. Ndio fundi, ndio maana nimemleta kwako. Hebu tuambie kuna jambo gani lingine? Kweli kabisa mtaalamu, nahitaji msaada wako. Napitia wakati mgumu sana mimi pamoja na mtoto wangu. Isitoshe bado nampenda mume wangu. Naomba unisaidie kwa hilo. Binti, achana na mapenzi binti. Kwa sasa natakiwa unusuru uhai wa mume wako. Uhai wa mume wangu? Unamaanisha nini tena? Kanenepa, kweli wanadamu wabaya sana. Nakuonea huruma sana binti, kwani kivuli cha twizi tayari kishaelekea makaburini. Na wakati wote kuanzia sasa mume wako atakufa. Baba, 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 Kweli wanaume tumeumbiwa changamoto, vichwa vyetu vinabeba mambo mazito. Maisha ni kama barua, haisome kwa inji
maana sometime unaweza kutulaumu usiwa baba. Maisha yetu si akina baba.